nyota kwa nini mgogo? Kwa nini mgogo anaitwa mgogo? Alimana na nyota tunaeleza. Hapo zamani kulikuwa na mti mmoja mkubwa sana, ukaanguka ukakatisha njia, watu wakashindwa kupita. Wakasema kuna gogo kubwa limeanguka limekatisha njia. Na hapo ndipo kabila la mgogo lilitokea hapo. Munudu kuwajilila do chetanganila na mkamba kuyunji yali munyamvumi miyangu alunga mwagana barabara Dar es Salaam nendo ngamchemeli tagwa nendo saugono nante gwegwe yeye ngulonga gwegwe mimi sijui Kiswahili hata akosuli mwana nendo ali amvumi akaya angu akachilima halo tabia sisonye chireche. Kwa hiyo tuwe na nia ya kurudi majumbani, tuwe na nia ya kuboresha majumbani, tuwe na nia ya kuboresha Ugogo ili tujivunie kusema kweli Ugogo ni yetu. Na niwaambie kweli hasina mnokokuza ya chitenjere Ugogo hapana. Chotenga sese Wanyausi. Ndugu mwenyekiti, uko msemo unasema kila kitu kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Asanteni sana kwa kunishirikisha katika mambo haya. Na sasa niko tayari kuzindua tamasha hili na mkutano mkuu wa taasisi ya Mikalile ya Wanyausi. Mikalile ya Wanyausi hoye! Mikalile ya Wanyausi hoye! Asanteni sana. Jamani, makofi hayatoshi kabisa. Sasa nikuombe mgeni rasmi uje hapa, uje sasa uzindue rasmi, ufungue rasmi tamasha letu kwa miondoko ya Chigogo. Chidawali uzee. Taasisi ya Mikalile ya Wanyausi ilianzishwa wakati wa vuguvugu lile, wakati serikali inasema inaanza kutambua machifu. Kwa hiyo kukaa kuna namna ya kusema waliita uhimilisho wa Mtemi Mazengo wa mwaka ule 2019 tukafanya pale Mvumi Makulu, kwa maana ya kusema tutambue na kuweza kujua ngugo zetu za Wagogo zili hai na wale. Sasa ile kamati iliyokuwa inaratibu pale tukasema tusiishie hapa kwa kutumia tu mtandao huo. Kwa hiyo kama sisi wale ambao ni watu wazima sana, leo tukiona mtoto yuko kwenye mitandao huwa tunasononeka, huyu mtoto anapoteza muda sana. Lakini pia kuna matokeo mazuri jamani kwenye mitandao. Ndio kama hili hapa. Tulipata tokeo zuri, tukatengeneza malengo yetu 5 ambayo lengo letu la kwanza tukasema tutaunganisha Wanyausi wale wenye nchi yao sasa ambao wako na like minded. Unaishi wapi? Kwa sababu tuna wanachama kote huko. Wawe wanarudi Dodoma. Alo unowie kwenyu ono wagane barabara si bitu kapswanu ko inozeleza. Ono wagane nyumba ikusulula konoza. Ninga ono ulikuko doacha nyumba ikusulula nanye bwana mmezidi kuomba hela. Kumbe ukiona wanasema wazungu wanasema seeing is believing. Kwa hiyo tukasema lazima tulazimishane turudi kwetu. Kila Krismasi lazima uje kula nyumbani. Wewe unayetaka kwenda kuzurula kule kwenye nchi za watu nenda, lakini hakikisha tarehe 26 tuko hapa tunakutana, na maana yake lazima utaenda kwenu. Agwe mnyama numbulu kobita, ase wanji wanyandebwe na sochofika, kila mtu yofika kwao ya Kalanje, veno vili kuko, na likewise utaweza kushiriki hatua za maendeleo. Lengo letu la pili likawa ni kujenga makumbusho sasa, ile ambayo ilitutia hasira kwamba
mbona hatuna kichochote cha kuonyesha kuhusu Ugogo? Kwa hiyo tunasema tutengeneze historia, lakini tujenge na makumbusho. Serikali imehamia Dodoma, wanaona wapi na kujifunza wapi kuhusu Wagogo? Sasa kila mtu leo, which is good, kila mtu anakimbilia kwamba nitajenga gorofa, nitajenga nyumba hii. Gari ya Matembe gari hai. Zile nyumba tulikuwa tunaweka uzio wetu ulikuwa na sehemu za kuweka wanyama pale nje. Sasa siku hizi hamna. Kila mtu amejenga na alafu ameweka fence ambayo ni ya bricks, ya cement. Kwa hiyo tunasema tutajenga makumbusho, tutaweka vile vitu vyote vikapate kuonekana, na bahati nzuri hawa Mheshimiwa Rais, mgeni rasmi, hawa watu wako wana Mikalile wana moyo wa kufanya kazi. Wameungana kwa pamoja, wamechanga hela zao, wamenunua eneo pale Mchemwa, tunazo ekari 6 kwa ajili ya kuanza ujenzi wetu wa makumbusho. Lengo letu la 3 likawa ni kuangalia shughuli za maendeleo za mkoa wetu na kuibua. Tuangalie changamoto zilizoko na kuibua. Kwa mfano, zamani Wagogo tunajulikana kwa ile zabibu yetu. Hano zabibu ili hai. Zabibu imekama inapotea, japo namshukuru Mungu sasa inarudi kwa watu wengi wanalima sasa. Kwa hiyo sasa katika ile wananchi wa kilima, masoko yako wapi? Kwa hiyo kutengenezwe viwanda, na kwa sababu ni wasomi, usomi wetu ule lazima turejeshe kwa wananchi wetu, na kurejesha sio kwa maana kusema utakuwa unampa mtu pesa. Tengeneza miradi ambayo itamsaidia mwananchi kupata ajira, itamsaidia mkulima kuuza mazao yake. Hilo ni miradi ya maendeleo ambayo itaenda kufanya kuna kauli ya Mheshimiwa Anthony, Mheshimiwa mbunge wetu, anasema mchuzi wa zabibu pale bungeni. Wao wanasema huyu kaleta ndo kauli mpya, mchuzi wa zabibu, kwamba zabibu zinaweza kukamuliwa ukazihifadhi, na kadri zinavyoendelea kukaa ndivyo zinavyokuwa, ile mchuzi unavyokaa ndivyo unavyokuwa na thamani na inauzika vizuri. Nayo hiyo ni shughuli ya maendeleo pamoja na nyingine nyingi ambazo wasomi hawa wanategemea kuzibuni. Letu la 3 ni shughuli za kupanda miti na kuifanya Dodoma iwe ya kijani. Asubuhi niliongea wakati na hutubia mkutano mkuu, nikasema mvua za mwisho mimi niliziona za kunyesha za mawe kama mwaka 78 79 ule wakati wa vita ya Idi Amin. Alafu kama zikawa zinakoma. Lakini tunamshukuru Mungu, juzi hapa tarehe 24 ya mwezi wa 12 mvua ya mawe ilipiga. Alafu mimi hiyo siku nilikuwa nje kabisa na nilishuhudia kwa macho yangu. Hizi nyingine sijaziona, lakini nimeambiwa zilikuwepo. So ni kwa sababu ya kutunza mazingira. So Mikalile wa Nyausi pia tuna hilo lengo la kutunza mazingira yetu, kupanda miti, na sisi tumeanza kwa kutoa mfano. Katika ile eneo letu lile la hekari 6 tumezungusha miti 100 pale Mchemwa. Kwa hiyo hata tutakapojenga itakuwa tuko kwenye kivuli, na hiyo nayo itasaidia katika kuleta kudumisha mazingira yetu yakae sawa. Hayo ndio la 5 huwa ni ile la evaluation, monitoring and evaluation, ambalo sio lengo haswa, lakini ni namna ya kujipima kazi. Ndugu mgeni rasmi, malengo haya yote yalikuwa ya miaka 5. Na miaka 5 tulianza 2020 rasmi, na tukapata usajili, ofisi ya msajili wa vyama vya kitamaduni pale Wizara ya Mambo ya Ndani, Registrar of Societies. Tukasajiliwa pale, na sasa malengo yetu yanaenda miaka 5, yameisha Disemba, yaliyo mengi tunategemea kuyahuisha ili tuweze kwenda vizuri, lakini lengo la ujenzi wa makumbusho lilikuwa linaenda mpaka mwaka 2030. Kwa hiyo bado tupo kwenye muda. Nakumbuka mgeni rasmi aliyekuwa amepita wakati ule, mzee Zekia Chibulunja, alisema muanze mapema tuweze kuwasupport, na tuko hapa, tutaanza mapema. Hey!